Ni Mheshimiwa Sande Mkozi, diwani wa kata ya Ntobeye, akifungua kikao cha kujadili changamoto zilizopelekea kupata matokeo yasiyoridhisha katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2025. Dhima kubwa tuweze kujadiliana changamoto zinazotukabili na namna gani tunaweza tukatoka hapa kwenye changamoto. Tuzungumze kwa uwazi. Nao viongozi wa vijiji katika kata Ntobeye wakizungumza kwa awamu tofauti wameeleza changamoto zilizopelekea kufanya vibaya katika mtihani wa darasa la 7 mwaka 2025. Cha kuwashawishi watoto kutofanya vizuri kwenye mtihani. Hiyo ni changamoto. Changamoto ya pili ambayo naweza nikazungumzia kwa upande wa walimu, kweli kuna walimu ambao muda wa kazi unakuta ulevi ule wa kupindukia mida ya kazi. Unakuta ni changamoto kwa walimu, baadhi wana tabia za namna hiyo. Nikitoa mfano hasa kwenye shule yangu nilikuwa na mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Titus. Huyo mwalimu kweli alikuwa ni mlevi hadi mimi mwenye kitabu kijiji nilikuwa nafikia sehemu nachoka sana. Alikuwa shule gani? Alikuwa shule ya msingi Mkagati. Ila tuliendelea kupiga kelele, kwa bahati nzuri yule mwalimu sasa hivi hayupo, alishahamishwa. Yule mwalimu alikuwa analewa kwa sababu ikifika muda wa kipindi chake alikuwa hafundishi, yeye ni pombe. Kwa hiyo kama walimu ambao wanaweza kuwa na changamoto za hizo, tayari akatumia pombe muda wa kazi. Yuko Ngaramjini. Yuko Ngaramjini. Yule mwalimu alikuwa ni kipaji. Na kingine ambacho naweza nikazungumza kwa upande wa changamoto kwa walimu ni kuwa na msongo wa mawazo. Mara nyingi msongo wa mawazo unakujaje? Kwenye taasisi hizo unakuta kuna mwalimu unakuta na mikopo zaidi ya 600. Hapa niendelee kuchangia kwa hatukatai mtu asiwe na mkopo, unaweza kuwa na mmoja lakini usiwe na msongo wa mawazo. Kwa mtu huyu akija anakuta darasani nimekuja kuchukua pesa zangu, huyu mwingine. Kwa mimi ambacho naweza nikashauri ngazi ya elimu, kwanza upande wa juu, kama watakuwa wamekopeshana huko sehemu ya kazi, hilo mlione kwamba ni la muhimu, lisiwe ni sehemu ya kuja kudaiana nini pesa. Kwa na hiyo inaweza ikawepo mdororo wa kielimu. Idara hiyo ya elimu inaweka kando serikali za vijiji kwamba wao wasihusike, yaani ni mambo yao, ni shule tu, mambo yao yaishie kule, lakini zile serikali za vijiji chini ya mwenyekiti wa kijiji hakuna kujua habari za shule hiyo, wakati yeye shule hiyo ni mali ya jamii. Hiyo ni sababu ambayo tumeshaiona kwamba na maana hata walimu wakuu hawashirikiani na serikali za vijiji kuwashirikisha mambo mbalimbali ili waweze kushauri. Kuweka pamoja ili tujikite sehemu moja. Sitajikita sana kwenye kujua yule nani, kwa sababu tushajipata tumeshaona. Mimi ningeomba mwenyekiti, swala ambalo kidogo unanipa utata ni jambo moja. Kila mwalimu kuna jambo alisomea na kuna jambo alifundisha yeye kama yeye. Si kwamba kila mwalimu anafundisha kipindi kimoja, anacho kipindi chake mwenyewe. Zamani sisi tunasoma, mtoto akaguliwa na msaidizi mkata. Anakuja darasa anakusanya madaftari, anakagua, na kama kuna madhaifu yaliyopo mle, basi mwalimu wa kipindi kile basi anatoa maelekezo na msaidizi mkata. Hasa sijui awamu hii kama bado hayo mambo yapo. Kama hayapo basi ni vizuri shauri kwamba kila mwalimu kwa nafasi yake basi afundishe kipindi chake na akaguliwe. Inawezekana kuna walimu wanafanya vizuri, hawa wazembe ndio wanasababisha roho wazuri kufanyaje kuonekana hawafanyi kazi. Hawa wote wanalipwa mshahara wa serikali. Kwa nafikiri viongozi wa wilaya mkianza kufuatia mmoja baada ya mwingine, utapata ni nani anayechafua hali ya hewa kwenye shule.